Kelele za kuomba msaada zilisikika zikitokea upande wa pili wa msitu mzito. Niliingiwa na roho ya huruma, kwani ilikuwa ni usiku kama wa saa 8 hivi. Sikujua ni nini kilikuwa kinajili msituni huko. Kwa kuwa umri wangu ulikuwa bado mdogo na nisiyekuwa na mwelekeo wowote wa maisha, nikajikaza na kujizuia nisiende msituni. Wenzangu wote walikuwa wamelala 444 pale kwenye kibaraza cha maduka ya jumla. Ndipo tulipokuwa tukilala hapo kwa sababu hatukuwa na sehemu ya kulala. Kwa ufupi, sisi ni watoto wa mitaani. Nilizidi kusikia kelele zile za kuomba msaada zikiendelea. Nikaamua kuinuka na kuanza kuelekea kule msituni, huku nikinyata taratibu kwa umakini mkubwa. Nilisogea mpaka kijisehemu fulani kwenye ile miti mirefu ya mlingoti. Ilikuwa ni miti ya kupandwa. Bila shaka nadhani mtu aliyeiotesha alihitaji kupasua mbao hapo baadaye. Kwa mbali nikaona mwanga wa tochi zikiwa zinamulika sehemu fulani, na kama kuna mtu alikuwa anakatwa na vitu kama mapanga. Nikajizuia kusogea, lakini kuna roho ilinisukuma kwenda mbele zaidi. Nilipiga moyo konde na kusonga mbele kwa tahadhari, huku moyo wangu ukinishuhudia kuwa nafuata kifo. Sikujali sana. Nikazidi kusonga mbele mpaka nikakaribia eneo lile. Taratibu nikaanza kushuhudia unyama na uhalifu wa wanadamu. Niliwaona wakiinua mapanga na kuyashusha juu ya mwili wa mtu kama wanakata kuni. Woga ulinivamia. Nikameza mate mafunda mawili. Macho yalinitoka na mkono wangu wa kulia nikautumia kuuziba mdomo wangu. Mara kuna mmoja akasikika akisema, "Ndalo, maliza mchezo." Nikaona njemba mmoja akainua upanga na kuushusha maeneo ya shingo ya yule mtu. Nikaona kichwa kikiachana na shingo na kuanguka chini. Nilitamani kupiga kelele, lakini hiyo ingekuwa kujimaliza. Kiokota kile kichwa, kisha akasema, "Ndalo, nahitaji na viganja vyake pia." Basi panga likapita mikononi mwa yule mtu na kukata viganja vyake. Mpaka muda huo nilikuwa sijamuona hata mmoja na kumtambua. Hii ilitokana na mwanga wa tochi zao kuwa hafifu, ukizingatia mimi nilikuwa mbali kiasi. Nikawaona wakichukua viganja na kuwa kama wanaweka kwenye mfuko mdogo wa shilingi 200. Kisha wakaanza kuondoka huku wakizima tochi zao na kutokomea gizani. Sini ni usogeze kwa kuusukuma, lakini haikuwezekana. Muda ukasonga kwa kusuasua. Hatimaye saa 11 alfajiri ikatimia. Nililijua hilo baada ya kusikia adhana na kuona kunaanza kupambazuka. Nikainuka na kuanza kuelekea kule nilikoona unyama ukitendeka. Nilifika na kuanza kusogea, huku nikigeuka huku na huko. Niligeuka nikitaka kujua kama kuna lolote linaendelea. Baada ya kuona hakuna kitu, ndipo nikaufikia ule mwili ambao chini inaitwa Siri Nzito Gizani. Mtunzi na mwandishi ni Mwalimu Yusufu Abeli Ngahala. Mimi ni Zaidi Ali Kani au Ali Mastori. Kupata mwendelezo huu tupigie kupitia 0759950730. Karibu sehemu ya pili.